ananiambia aseme leo atakamata akili na aitie ndani ya akili ya mtu. Bwana asifiwe sana. Nilitoka kule mimi nafurahi, nilitoka kule niko na raha moya hivi, na hiyo raha mimi najua magharibi ya leo inaenda kukuambukia kwa jina la Yesu Kristo. Sababu hata wewe kama mzazi kuna akili fulani unakuwa nayo, kuna maono fulani unakuwa nayo, na unataka hiyo maono ihamie kwa watoto wako, wakuelewe sawa jinsi wewe unapenda wakuwe. Lakini mara mingi watoto wanakuwa kapembeni kidogo. Bwana asifiwe sana. Inakuwa ni juu ya mageneration, na mu mageneration mnakuwa ma comprehension ni nini? Kuelewa. Bwana asifiwe. Maana yake au kuna gisi wanaelewa na wewe kuna gisi unaelewa, lakini ni sababu tu amchangie hiyo generation. Na sasa Mungu anaenda fanya nini? Hata muwe watu wa generation mbalimbali. Yesu wakati alifika hapa dunia akakamata watu wa mageneration mbalimbali, akakaa nao pamoja. Alikamata watu wa akili mbalimbali, akakaa nao pamoja ili watoshe kitu kimoja. Bwana asifiwe. Amen. Ukaangalia kati ya Petro na Yesu kulikuwa miaka karibu 30. Bwana asifiwe. Kati ya Yesu yeye mwenyewe na Andre kulikuwa karibu miaka 7. Haleluya. Sasa hizo miaka ilikuwa hiyo kupishana. Ni sababu gani? Sababu Mungu alipenda kukue diversite, kukue kia huku na ya kule, kukue hiyo tofauti, na hiyo tofauti ndio inafanyaka vitu yende mbele. Bwana asifiwe sana. Na uamsho yenyewe itakuwa hapa mu 2026 ni uamsho ya mageneration. Haleluya. Na kama itakuwa uamsho wa generation, manake mwenyeko na 10 atahubiri wa 10, wa miaka 10 ahubiri wa miaka 10, wa miaka 20 ahubiri wa miaka 20, ule wa mwenyeko natumika atahubiri mwenyeko natumika, mwenye anafanya biashara atahubiri wa biashara, na pale kuko kitu Mungu anaenda kufanya. Bwana asifiwe sana. Narudia tena jana, nani alikumbuka kama tulisema inabidi ukuja na mahali pa kuandika? Na mtu alikumbuka? Na Joani kuna kitabu yake unaandika, mtu wa Mungu anaandika mu telefoni, amena kusemea tusiaone. Bwana asifiwe sana. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Haleluya. Hata ulete sadaka kama hauko mtiifu ni nguvu tukuamini. Bwana asifiwe. Tena mtu samie mimi naamini yaka difficilement. Kwa ugumu. Haleluya. Unajua mimi niliendaka soma theology. Hapana juu nilikuwa mimi naokoka. Hapana. Ni juu kama mwalimu pastor anatuambiaka kweli. Ndio maana niliendaka soma. Haleluya. Na nikasoma nikarudia, sasa mimi nikakuwa na bakia nimsikilize, kumbe kuniitikisha mimi. Bwana sifiwe sana. Basi bila kukawia tuko mkitabu ya Mathayo, wala wa Biblia za Kiswahili watukamatie fasi mbili. Mathayo sura ya 6 ya Mathayo. Matthieu chapitre 6. Utanianzia tu pale ku 25. Anze ku 25. Mathayo 6 anza 25 hadi 30. Okay. Na mwingine atalisomea wa Filipi sura ya 4, ukasoma ile 4 yake 5, 6, 7. Ndakuwa mina furahi. Mathayo 6:25 inasema nini? Neno la Bwana linasema hivi. Kwa hivi ninawaambia ninyi, msisumbukie maisha yenu. Nini mtakayokula au nini mtakayokunywa? Wala miili yenu nini mtakayovaa? Maisha si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Angalieni ndege za anga,
ya kwamba wao hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni anawalisha wao. Basi nyinyi si damani kuliko wao? Amen. Hii Kiswahili yangu ni mzuri zaidi kuliko ile ya Kongo. Ndio sababu hii inasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mule nini au munywe nini, wala mwili yenu muvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? 26. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? 27. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? 28. Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirieni maua ya mashamba, jinsi yameovyo, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. 29. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. 30. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Amen. Baba yenu wa mbinguni kama anavika maua, sasa nyie. Wafilipi 4:4-7. Wafilipi 4:4-7. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Furahini katika Bwana siku zote. Tena ninasema furahini. Rudili. Furahini katika Bwana siku zote. Tena ninasema furahini. Rudilia tena. Furahini katika Bwana siku zote. Tena ninasema furahini. Tufanye hivi. Unajua maneno ya Mungu wakati wanaisoma, si tuko tunasoma sasa. Nataka ni recommendation, ni agizo wanatupatie. Tutasimama kisha shie bote tunatafuta prêter serment. Ufanye nini? Nous allons prêter serment. Tunatafuta lapa. Bwana asifiwe. Ndio maana furahini katika Bwana. Tena nasema haiko mie Gabi ndio niko mimi nasema, lakini Paulo anajazwa na Roho wa Mungu. Sasa anaanza sema. Bwana asifiwe sana. Mara mingi kuko maneno fulani ndani ya Biblia ambayo inakuwaka wakati walikuwa anaisema ni Mungu iko anasema, lakini tu anapitia mtu. Bwana asifiwe. Tutafundishaka siku nyingine juu ya sauti ya Mungu kwa mtu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wakati hii iko nasemeka hivi, kuna kuwaka neno moja kwa Kigiriki ambao wanasemaka aseme kuseliloke. Amen. Kuseliloke ni inakuwa sawa kumirmire. Ni haiko kusoma na mimi na nyamanza, lakini ni kusoma na niko mimi nasema. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kuko maneno mingi sana ya Biblia tunapitishaka na inatuacha vile. Sababu gani? Sababu tulitafuta tuisome munamuna tu yeko literal. Donc kuisoma kama kawaida. Lakini sasa hizi ni ile maneno ambayo yako ya kawaida, ni maneno ambayo ukaisoma unaiwaza na inarudia maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa maisha ya mtu inabidi ibadiliki, itoke pale kwa kulia na irudie ikuwe maisha ya furahini kila siku. Ndio maana utanyosha mkono wako wa kuume na tunaenda kuapa kama ndani ya Bwana mimi kila siku ni nini? Ni furahini na tena furahini. Ni kama pale wakati wa Kolosai, hapana wa Kolosai lakini wa Tesalonika. Kwa wa Tesalonika anasema eteles adialektos. Ni kusema hivi, ombeni bila kukoma. Hizo ni vitu za kuapa.
Kumbe tunaenda lapa na hii. Sawa, karibu. Ine inasema furahini katika Bwana siku zote, tena ninasema furahini. Tunarudilia ile. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Sasa mimi ndaisema hivi, ndafurahi katika Bwana siku zote, tena nasema ndafurahi. Amen. Unasikia? Yes. Ni vile twende sasa. Itoshe kwa hiyo kwa Wafilipi, itoshe kwa Paulo na ikue kwako. Amen. Nitafurahi katika Bwana siku zote, tena nitafurahi. Tena nitafurahi. Rudia tena, nitafurahi katika Bwana siku zote, tena nitafurahi. Rudilia, nitafurahi katika Bwana siku zote, tena nitafurahi. Ya tatu. Sema nitafurahi katika Bwana siku zote, tena nitafurahi. Ya nne, nitafurahi katika Bwana siku zote, tena nitafurahi. Shangilia na ukae. Kwanza hapa mahali ambako huko, hiyo roho yote ya machozi ninaiangusha kwa jina la Yesu. Hauko tena mtu wa kulia, lakini unakuwa mtu wa furaha. Pale kote ambako kulikuwa kitu ya kulilisha, kama ni mtu ambaye anakufanyaka ulie, tosha huyo mtu kwa kichwa chako, sababu achilia hiyo. Kama ni rafiki, kama ni bwana, kama ni kazi, kama ni kila kitu ambayo inakufanya ulie, alipisha ndani ya kichwa yako, tosha na ubaki mtu wa raha. Haukuumbwa juu uko unalia. Bwana sifiwe. Nisema jana mtu wa kulia ni yule mtoto, na haukuumbwa juu ubaki mtoto. Inabidi kutoka kiwango na upande, inabidi kutoka utoto na ukomae. Bwana sifiwe. Mtu akabaki mtoto kila siku inakuwa ni shida. Haleluya. Na ukakuwa mtoto, mara mingi haitakuwa shida tu yako wewe mtoto, lakini inakuwa na shida ya wazazi tena. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nilishakasema hapa, mwi dunia yote sahihi kuko watu walemavu yapata 684 milioni 685 aishe kwa elfu muko milioni. Lakini watu ambao wanateseka na ulemavu ni yapata 2 milliards mena 400. Tunaenda sasa, kwa nini wale watu ni triple ya wale ambao ni vile? Mtu amedia angelikuwa kama tunakuwa tunaandika mashifre watu wajue. Napendaka nifundishe sawa kabisa mwalimu au sawa mtu mkubwa. Bwana asifiwe. Na tuelewe juu kwa vitu zingine atuelewake mzuri juu abatuoneshe kama ilipita aje. Bwana asifiwe. Amen. Manake ni sasa niko nasema nini? Kama huyu ndugu yangu yeye peke jo iko na ulemavu, lakini batu tatu hapa nyuma yake biko wanaguswa na hiyo ulemavu wake. Sababu gani? Sababu yeye anateseka, anakaa fasi moja. Iko hapa hivi anaikala na hakuna kutoka. Juu nitoke hapa niende kwa choo, inabidi huyu dadangu akwe alinyangule, anitembeze aende pale. Niko invalide. Juu ni kule, inabidi huyu kakangu asimame, atoke aende, atafute chakula aniletee mimi. Sasa kwa mimi mwenyewe, mina immobilize batu tatu nyumangu. Na hiyo inakuwa shida mara mingi wakati tunakuwa tunaishi. Kama mimi naweza kuwa mzuri, lakini watu tatu hapa pembeni wanaguswa na hiyo, hakuna kutoka na hakuna kubuje. Juu ya nini? Sababu niko pale. Haleluya. Amen. Hata nichinja, hata niua, hata nifukuza, lakini niko pale. Na sie ni vile vile tunakuwa tunateseka. Mara mingi kuna watu wale wanatuzunguruka juu hayakutana na Yesu. Na wewe unabakia pale, unaanza jiasosie naye. Basi tulie sasa. Tulie tu. Juu vitu haviendeki.
Haleluya. Lakini inanibidi niseme hapana, mimi nachoka, inaisha. Siku ya kwanza niliongea hapa juu ya wale wa lepre. Wao pekee walikamataka decision na akasema kuanzia leo gisi Yesu iko anapita muizi eneo, mimi ndasimama hapa kunjia, na wakati akapita nitamwita, na nikamwita kuna kitu atafanya. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ni shida ni nini? Nisie peke atutwalake hizo ma decision. Inakubidi uichukue, ujiambie mimi kuanzia leo. Mimi kuanzia leo sitabakia tena mtu wa kulia. Sitabakia kuangalia pale kwa kutatosha machozi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kakuya kesho anakuambia kwa kanisa, achana na vitu ya dunia, unarudia tena. De toutes les façons, hizi vitu ya dunia ndio inanipatia, unabakia pale ukufasi moyo. Haleluya. Kumbe inakubidi kutoka pale, kusahau kile kitu. Sasa unahesabu kutakuja kitu kingine ya mpya ambayo itakuwa inakuwa mwakili wako. Watoto wa Israeli tulisema jana walifika mbele ya bahari. Anasimama hapa, hakuna njia. Na kama hakuna njia, lakini wakashindwa kuangalia Mungu, wanaanza angalia mtu. Na wakati wote waliangalia mtu, walianza lia. Na mtu unaanza mtukana. Wasema huu revero wa Musa, juu ya nini akutuacha tukufe huku Misri, lakini tukekufa hapa mbele ya maji. Amen. Na sisi tunakuwaka vile. Unaikala, unaishi, unakuwa mie bwanangu, mie batoto yangu, mie fulani, mie kakangu, na kisha nyuma unabakia pale vile, na wakati uko unabakia pale nyuma anakudesevoir kama ndio nini, wakati unakuwa disappoint, wakati unakuwa disappointed, unaanza sasa kumchamba tena huyu kwanza, na ndio pale tunaingiaka uzambi. Juu ya nini? Ulitia roho yako yote kwa mtu, kisha nyuma anakudisappoint, afu akisha kudisappoint ale unabakia sasa maisha ya kulia, na unaanza angalia wengine wote, unajua kama na huyu naye akakua, naye atakia tu kuniharibisha, na huyu naye akakua, naye atakia tu kunililisha. Unakuwa wakulia leo, unalia na kesho, na unalia na kesho yake. Bwana asifiwe. Juu ya nini? Sababu decision ile nini, uamuzi tunachukua sawa watu ni ya kutupoteza tu, ni ya kutulilisha tena kesho. Au unako nakamata decision fulani, lakini kule kuliwaza unaenda kupata suluhisho, ndio unaenda tena teseka sana. Na watoto wa Israeli ikafika wakati anageuka sasa, wanaangalia Mungu. Na sasa waliangalia Mungu, ndio kukakuya sasa nini? Sekuru. Mungu ameisha kukupangia njia mahali ambako watu wengine hawawezi pita, mahali ambako wewe haukukuwa na waza kama njia inaweza patikana. Lakini kitu ya kujua ni kubadilisha namna yako ya kuona, ni kubadilisha namna yako ya kuelewa vitu. Ndio pale utamgeukia, na ukamgeukia yeye peke ataleta suluhisho. Lakini anataka tu ajue uko na nini, na sahihi kitu ya mpya yenye uko nayo ni decision unayotakamata. Ni kufurahi na kufurahi na kufurahi katika Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Ase furahini katika Bwana. Tena nasema furahini. Haleluya. Maisha yangu haitakuwa maisha ya kulia, lakini maisha yangu itakuwa maisha ya furaha. Bwana asifiwe. Wakati ananipeleka pembeni ya maadui, mimi nakuja mbele ya maadui, lakini niko tunafurahi. Wakati ile mimi sina kazi, lakini naenda mshomaji yangu na niko tunacheka. Haleluya. Na kwanza sitaita ile saa shomaji. Mungu yeye peke ataangalia, anasema huyu haonake vitu sawa mtoto, huyu haonake vitu sawa mwana akili, lakini huyu ni mtoto wangu, huyu iko kwa mfano wangu, huyu iko kwa mfano wangu. Haleluya. Amen. Na ukakuwa kwa mfano wa Mungu, utakuwa unakamata decisions zingine sawa na Mungu. Haleluya. Amen. Mungu alituita tukue baabia. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako abia. Abia. Abia maana yake initiative. Bwana asifiwe. Ule mwanaanzaka
kwetu sie hatukwake na kitu, hakuna problem, lakini wewe ndio Mungu alichagua na akakuweka kwa kizazi cha Abia. Kama uko kwa kizazi cha Abia, manake ni wewe utaanzaka pale ndani ya ile jamaa ambayo haiyafanyaka kitu. Sasa kwa nini kuendelea kujiasosie nao? Haleluya! Sheria ya kwanza inabidi kuvunja ili uingie mfurahini na furahini. Ya kwanza, vunja sheria ya kuambatana. C'est la loi de l'association. Haleluya! Ndugu yangu katika Bwana, acha nitoshe kwa. Unajua kitu kubwa ambayo inatufanya tushindwe kuendelea ni sababu tunakuwa na makamba zenye zinatufunga sana huko kwa jamaa yetu. Acha nionyeshe. Hakuna kamba. Tafutie kamba. Hizi vieux quoi. Mais ça dans une de tes pokés. Wengine. Alfred, viens. Kia tufanye. Ah, ok. J'ai mis dans la poche. Tia hii kupokezi yako mwa au mfuko sagisi yana hapa. Ona papa nikaponyoka tunakosana. Juni kwambia utie mpokezi unatia mfuko. Sasa Alfred, na wewe funga. Hii mimi najua training na kuweka na kamba hapa mbele. Funge kabisa nani nafunga. Ushatosha kamba? Inakuenea vipi? Okay. Amen. Si unaona hawa ndugu wawili. Hawa ndugu wawili banazalika fasi moja. Amen. Sasa ile kuzaliwa fasi moja, banatoka watoto, banawaambiaka kila siku, mnaangalia hii kamba yenu. Njo lien yenu, njo damu yenu. Manake hapa njo asili yetu. Unasikia? Sasa hata mtu mwingine, kwanza Biblia ndio inasema, asema que quelqu'un d'autre qui vient vous prêcher une autre évangile que celle que vous avez reçue, qui soit anathème. Ni kusema nini? Asema mtu mwingine akatia wafundisha vitu za mpya, alaaniwe. Na tate ule upo aleta tate nani? Shosho. Shosho ule wa yulu ya shosho anakuambia vile. Anakuambia babu wa babu. Tushake hii. Kwanza na hii ukaitosha. Hii jamaa yetu ni jamaa yenye inabidi kabisa kuheshimia kitu mila. Munasikia batoto yangu? Batoto yangu wananisikia mzuri tena mzuri sana. Bwana asifiwe. Lakini babangu naye anakuja hapa. Anakuja sasa anamwambia, bwana, huku fasi kwenye mimi natoka. Huku kuko raha, huku kuko mzuri, kuko mtu mwenyewe hakupatiaka maisha kisha utakufa nyuma ya masiku. Lakini anakupatiaka maisha hata ukakufa unaendelea tena kuishi. J'aime. Haleluya. Yesu akakuya maisha yako, hakuweza kupatia maisha ya kuishi tu hapa dunia. Lakini anakupatia maisha yenye utaishi kisha siku moja unakufa, lakini ukakufa tena unaishi. Amen. Bila bisikilikanake mara mingi. Mara inasikia. Amen. Mungu akubariki sana. Sasa, maana yake nyuma ya kifo ya mtu Mkristo unaendelea tena kuishi. Maisha yanaendelea. Lakini nyuma ya kufa ya mtu mpagani, maisha yako yanasimama. Unakufa juu upotee. Bwana asifiwe. Sasa baba, wende umwambie na utuone decision yenye Alfred atakamata, lakini yeye atajitosha juu akuye akufate apate fazi kwenye ataikala. Tu peux le dire. Unaweza mwambie. Wenjo kuyoku. Yeye ndio mwebande funga. Unaogopa lien. Ni mfano tu haitabana maisha ya mtu. Bwana asifiwe. Wewe utaenda. Haleluya. Mimi nafurahi juu kwa mtu wacha nisikia tayari kitu niko naongea na kitu anakatala yeye azibakia mwile kifunga. Amen.
Bwana asifiwe. Ni mfano tu mimi naonesha, na kweli haifai kuitika hata mfano. Mimi kuna siku mtu ashaka niambie, ona kwa mfano tu, kwa mfano unakuwa hapa hivi, lakini watoto wako wako wanalia mimi ile mfano wewe tu ikate kwanza na mtu mwingine, kisha mimi utakia niambia watoto wangu sio watakuwa wanapigana mapiza. Amen. Bila haifai kuitika kabisa. Bwana asifiwe. Lakini manake pale juu ulishasikia, maana na kuko mtu mwingine mwenyewe na anasikia. Amen. Sasa wakati yote huyu akatoka yeye yeye anasema mizi za familia atukaa bila fungula. Anafanya nini? Anaacha. Lakini wakati anaenda sababu kwa wawili akatafuta aenda, kuna kitu inamshika tu hapa, hata aenda mbali anazunguruka tu hapo. Lakini wakati anaye unaweza enda na unafika kule mbali. Bwana sifiwe sana. Na yeye naye atabakia hapa wakati huyu anaenda, na huyu naye akabakia naye fasi yote. Hii kamba kwenyewe inaenda ndio itampeleka. Bwana sifiwe. Ikaenda. Anasema no, mimi nishakaokoka, lakini hii kamba iko na mbeba tu. Nataka anaokoka. Anaokoka. Badala ataenda omba, lakini hii hayo iko naye. Sasa naye inabidi anachukua hiyo decision. Lakini mbona mimi nahangaika tu kubure? Bwana sifiwe. Jua nini siwezi jikata. Naye anatoa naye decision, anaanza kuikata na anatoka. Sasa si anakuwa libre na anaenda fasi akapenda anaenda kukamata kiti yake anaikala. Lakini ile wakati yote baba mzee alibakia anakuambia ujifunganishe na hii jamaa, uko unajisimamisha maisha yako yote. Bwana asifiwe sana. Bengine atakwambia shie kwanza hatuwezi changana na wale wa fulani, imitation. Sasa kuna kuwa ile association yenye inakufunga na inakubakilisha pale fasi moja. Amen. Shie kwetu tunaendaka kila mwisho wa mwaka ifo tunakuwa karibu ya watate. Unaenda fani kila mwisho wa mwaka na mimi twende karibu na mababu zetu. Mababu. Mimi nilienda ubiri huku Moyale, Mathabit kule. Mimi nakutana na makabila zingine, walikuwa na baita banani ile kabila itanikuya mwakili yangu. Sasa bale abo kabila abo iko kuko kilima hapana baborana abo balikuwa hapa mbele kidogo isinini Isiolo la Isamis hapana baoria ni bakule. Ndakumbuka tu iki ni lugha ndamira zoeana na watu wa moya bakule. Sasa bale balikuwa banafanya nini? Unaangalia aseme shie huku kwetu pastor unaweza kuhubiri. Sasa tunamaliza hii misa, tutatoka, banatoka mwile manyumba wanaita manyata, banaenda banapanda kule vile yule ile kilima. Wakafika kule yule wa kilima aseme tena banaenda pana rapport ya mie gisi nilikuwa waambia mchana. Bakaenda nichongea. Anaenda kuchongea. Nikasema mie abanichangake, kisha sasa Yesu yeye hawezi mchanga. Nikamwambia hivi, siku tena ule mtu mwenye aliitika kama atatembea na mie, lakini anarudia kule vile, atakufa mnjia. Ule mzee akusikiaka kitu nikisema, akasema atakufa. Huku kwetu hakuna mwenye atakufa. Ikafika kama ilikuwa siku ya samedi moya, Saturday moya, wakanyanguka tena. Ule mzee anaendaka na ba jeune fulani balisha vala zile kikwembe, wanavala kama nguo inakuwa kama kikwembe hivi. Banaenda. Wakati walikuwa yuko naenda, sikule kuna kuwaka miti iko na miba. Lakini ile miba wanaezoea haiwafanyake kitu. Lakini ile siku baliendaka bote wakakanyanga miba na mpaka wakarudia. Bakakia niambia huyu inabidi atoke huyu. Haleluya. Huyu inabidi atoke huko.
Nikaambia hata wale vijana, unaona hawa nawafungaka na msiende kwa masomo, mkwetu mnawachungia mambuzi. Hii mambuzi haikwake yako, ni yake ya ule tate. Anakuwakilisha pale ukose soma, uanze waza hata namuna ingine. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe inatubidi tufanye nini? Mara zingine unachukua tu decision. Kweli ni jamaa yangu, kweli ni familia yangu, lakini mimi natafuta mwendaji asosie naye. Unajua association ya mie na Yesu inashindia wa elshi na yule. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nina ushirika na yeye. Wewe una ushirika na nani? Una ushirika na nani? Ni nani unafanya naye association? Bwana asifiwe. Amen. Unatembea uko na waza ya nyuma, inakukokota, unarudia tena. Unatafuta toka, unasema maraba mimi nasogea, tena nakukokota. Unapata unasogea kulongere ya kamba, urefu tu ya kamba. Kwenye kamba inaishia na wewe unaishia pale. Hautaenda mbele. Mungu hachanganyiki. Wakati unawaza seme ataelewa juu hapa ni watate, ataelewa hapa juu ni njoo shosho. Hapana vitu ya mababu mbele ya Mungu. Atakuwa tunakuona pumbafu na anakuambia bakia pale sasa. Atakuwa tunaona wengine wanapita. Wengine wanapita. Juu ya nini? Alitoa la decision. Bwana asifiwe sana. Unajua hakuna injili ya nguvu. Sasa kuambia mtu achana na tate yako, achana na babako, lakini Yesu aliambiaka watu nini? Akasema mimi mwatapenda ajisalimishe, mwatapenda aende mbele, mwatapenda arithi ufalme wa mbinguni. Ni ule mwenye ataitika kukata yena baba na mtoto, mtoto na mzazi, na waende ndio ataenda mbele. Yesu anasema vipi? Wacha baba na mama. Sasa nani aliitika? Unajua laana yenyewe itoke kwa Mungu haiko kitu. Acha niwaambie. Mimi nafungula parenthesis. Turudie Agano la Kale, si ndio nilisema tutakuwa tunaanza Agano la Kale tunaenda Agano Jipya. Siku moja Noa alikuwa na watoto ngapi? 3. Alikuwa na watoto 3. Sem, Sham na Jafet. Bwana sifiwe. Amen. Sasa kuna mtoto mmoja wa Noa. Akakuya Noa, Biblia inasema kitabu ya Mwanzo sura 9. Noa akaanza panda nini? Mzabibu. Na wakati alipanda mzabibu akatosha ndani ya mzabibu akafanya mvinyo. Na hiyo mvinyo akatumia siku moja. Na akafanya nini? Akalewa. Amen. Wakati alilewa akaenda, Biblia inasema akalala utupu ndani ya nyumba. Mtoto wake mmoja nani akakuye? Ule akakuya akaingia ndani ya nyumba akakutana baba havai. Wakati alitoka akaenda na anakuwa kama anasirika. Mnaona vitu ya papa yuko anafanya. Mnaangalia vraiment papa. Ona njoo. Bwana asifiwe sana. Pengine si Biblia inasema Jafet na wakakamata nini kitu, wakakuja nyuma wakafunika baba. Wakati Noa alilamuka, haleluya, akasikia ile maneno, akasema inabidi hapa. Ule aliona mtu alaani, basi alilaani yaka Sham, hakumlaani yaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Akalainia nani? Akalainia mtoto wa Hamu ambaye anamuita Kana. Amen. Niko natafuta kuonesha nini? Nataka kuonesha kama mtu mwenye Mungu amebariki, mtu hawezi kumbariki. Hawakulainiaka ni Shamu, sababu Mungu alikuwa kaisha bariki Shamu. Sasa akamwacha, lakini hiyo ni nani? Ikaenda anguka sasa kwa Kana. Tusome Biblia, ndio Biblia inasema. Sasa ndugu yangu,
wewe ulishabarikiwa, unakuja hapa, tunakufanyizia deliverance. Nyuma ya deliverance, lakini kesho tena association inakuja. Unarudi atanjo. Utakuja tu unaniambia, "Mimi napenda na mimi nibarikiwe." Bwana asifiwe. Amen. Sasa sikiliza, kwenye baraka yako inafungiwa. Baraka yako inafungiwa mwaka kakamba. Ni juu ulifanya association mubaya. Baraka yako iko tu hapa. Ni sawa unatafuta enda na kukokota wakafanya kafupi. Tena unapata ingine kazi. Unaanza enda. Tena anasema kazi atakia tushinde. Tena wanakokota. Anakuwa tena kakidogo. Wewe ule unakuwa batoto. Tena batoto hapa nifua na kwa shindikana. Shindikana ndio nini? Ndio tushindikana. Nini? Anashindikana. Tena wanakukokota. Wewe ndio wanakufuga pale vile karibu. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe unakuwa unajiuliza, kumbe kuna kakamba tu, ka association. Kuna kakamba tu, kenye kanakufunga. Na unakosa nini? Unakosa furahini. Jua nini unakosa furahini? Sababu ulijibeba katika Bwana, lakini tabia yako ingali huku nyuma. Haleluya! Amen. Inanibidi niachane na ile kitu yote ya kizazi. Bwana asifiwe. Amen. Shie kule kwetu kuna kuwaka mkabila yetu tunaendaka banaita initiation. Sijue initiation ni nini. Ni kama wanaenda kufundisha jinsi mtu wa ile kabila anaweza ishi. Amen. Na siku moja wakati mtu anaenezaka miaka 17 banakuambia unaweza enda kule. Sasa mimi wakati nilifikisha ile miaka mimi niende kule jua nini? Hapa? Moi je suis appelé pour les nations. Mimi naitika juu ya mataifa. Sasa nenda kwa na mila moja jua nini? Bwana sifiwe. Amen. Nikakataa. Na ikafika tunaanza pigana. Wewe inabidi uende. Utakuwa mtu gani? Eske leo mimi siko mtu na siko endaka. Bwana sifiwe. Kumbe inatubidi tukomane, tutoke muile mavitu moja ya makamba yenye itakuwa inatufunga. Unafungiwa fasi moja, unashindwa enda. Juu ya nini? Haukuweza kunizarau. Na sheria ya pili ni sheria una pesa la loi du mépris. Sheria ya kuzarau. Bwana asifiwe. Amen. Ile sheria ya kuzarau hayo ni kama nini? Wakati akili yako au mkichwa yako hamu ya kuwa hiyo nguvu ya kuweza kuvuka sehemu fulani, hauwezi ivuka. Hata ndugu nionyeshe. Tulikuwa hapa tuko watoto na tulikuwa tunacheza tu mchezo kama hii. Ukia tena. Ndugu yangu ukia tena tu. Leo tuko tunahubiri na nini? Mpaka kieleweke. Kitaeleweka baba. Sogea huko, ikwe katikati. Sasa tulikuwa tunacheza hii kamba zamani, shuka chini. No, wewe usishuke. Tia tu kamba hapa. Je sais pas comment on appelle ça. Mais unatia tu hapa chini ya mafuta hapa na wewe hapa. Sasa msogea hapa. Unaona nikakuya hapa hivi. Si mimi napita. Amen. Mais je passe très facilement. Ushe kumbuka. Beaucoup plus c'est vous qui jouez ça. Sasa, banasema gisi huyu yuko naweza pita hapa, acha tu tumpandishie. Si banakuwe. Lakini nikakuya tena kule vile. Ndavuka tu. Sasa, nikarudia nyuma, ndavuka. Amen. Tena nao wanasema, okay, anavuka tena na hapa. Acha tena tupande. Mpande tena. Sasa wakati inakuwa pale, mimi peke nikakuya, niangalie mimi nawaza aseme hapa siwezi ruka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikapenda ndaruka pale. Haleluya. Amen.
Kuna sasa shuka kwa kidogo, nianze tena nirudie kitu kimi nasema. Kuvuka hapa hivi kumagoti yako ni hapa tu, mimi navuka. Bwana asifiwe. Lakini nikapenda nivuke hapa wakati wanatia yule, itanibidi nirudie nyuma nikuye tena na mbio nyingine. Niko nakupeleka maisha yako ya maombi. Wakati yote yenye situation inakuwa nguvu, inakubidi kuzama tena, kwenda tena mbali ndani ya maombi. Kama ulikuwa unaombeaka mchumba yako, juu uweze kabisa hii ile ikuache, inabidi kukomala tena na maombi yako. Unanifuata? Juu siwezi weza kukia nina kubeba na wewe na mie twende turuke pale. Shemote tuko na hamu ya kuruka. Lakini nikaenda niko nakimbia na mtu, utakuwa wewe peke kwanza unakuwa charge kumie. Ndio kutupa chini afu mimi naruka. Kumbe inabidi kuruka pale, inabidi ujipitie wewe mwenyewe. Ndio maana kuko maombi niveau zingine juu ya deliverance yako, juu ufunguliwe, inakubidi wewe mwenyewe unachukua uamuzi, unasema kuanzia leo bili mimi naachana kwanza, nijikonsantre kugisi ndaruka. Bwana sifiwe. Manake sheria ile ya unasema ya kuzarau, mepris sio kama njoo kabisa kuzarau. Ndio. Ile loi ya mepris, ile sheria ya mepris, hayo inafuatana osi na mtu niveau yako ya decision. Kama uko na hiyo decision au uamuzi ya kidogo, utakuwa unaishia kwa iko yule. Unarudia tena. Kuna mtu mbele ya ruke anaweza kudia pale mara 10, lakini kuna mwingine atakuya anajua anaruka anajipeleka. Na kwa wakati inafika huku kunivo ya hii mabega yako, itaanza inakulomba maarmation. Bwana sifiwe. Armation ile sport za sana. Amen. Inakubidi kama baba karateka, ndio anajua kisa atafika, anaruka pale anapiga tu chapa anatokelea ngambo nyingine. Bwana sifiwe sana. Kuko watu wenye au wanarukaka hata ikwe wapi. Unaona anaruka. Kumbe ni nini? Ni kiwango yenye alifanyia mazoezi, na hiyo mazoezi ikampeleka mpaka afikia. Sasa bakisha kutilia hapa na ungali huku chini, utatoka kwa siku gani? Unabaki huko unalia. Au utakuwa mfurahi. Bwana sifiwe. Si tulisha lapa furahi. Kama tulisha lapa furahi, ya kwanza tukate zile kamba. Kata. Achana nao. Kitu cha pili, zarau. Méprise. Zarau. Ni pale utakuya na unavuka. Ni pale utakuya unavuka. Bwana sifiwe sana. Mimi najua siku mimi natokaka ubiri vitu sawa hii. Ikule kunyumba unapataka conseiller umoja, Mungu mtona batawaita leo. Kubale bana babana. Leo telefoni zitalia. Mtaniambia hapa kesho. Bwana sifiwe. Amen. Sana kuita. Nawaambia basha niibia siri. Bali niibia siri kama kale kakamba ndio kanaacha saite mwanza nita. Kale kakamba ndio kanaacha. Asante watu wangu. Amen. Inatubidi kuzarau na tunaachana na zile njia. Hata kama mapandishe namna gani. Wewe kwanza na gisi ulishaka jifungia kule na heritage yetu ya huko utaipata. Uambie niko na heritage ndani ya Yesu. Amen. Bwana sifiwe. Ni juu unakuwa unashituka na maisha, ndio maana unakuaka huko teke mbele yao. Lakini wakati unaweza kuchukua decision, uamuzi unasema sitaritaka sitarizi kule zamani sasa sitariziki. I will not have a legacy. Ni nini mkiswahili? Sitawahi rizi. Ile urizi kule zamani. Bwana sifiwe. Juu sasa ya uyarizi. Lakini zile siku zinakuya kule. Bana kungota kuyaka lomo. Wakwambia bwana unaendaka kule, unakiaka ushago. Hauku yake kisha wewe unatafuta tuambie. Unatafuta urizi na uendake ushago. Lakini Mungu atakuwa amekubariki. Amen. Mungu atakuwa amekuchekesha. Amen. Mungu atakuwa amekata zile makamba.
Na kama ikisha katika, hapana tena rudia kwenda ifunga wewe peke. Unaanza inue. Isha katika lakini unatafuta ilunganisha uitie tu. Bwana asifiwe. Watoto wa Israeli waliingiaka mu desert. Jangwa. Walikuwa na lia lakini wanaendelea. Na siku Mungu anawatokelezea. Leo, kesho anatosha imani na kuwe. Kesho analia tena, Mungu mbona hamu ya nyama Mungu? Nyama za kwale. Mungu anachinja makwala, anawaletea makwala. Mkule manya. Bwana asifiwe sana. Amen. Sujulize. Hautumike. Lakini unalipa nyumba. Lakini uko bien. Haugonjwe. Hawezi jipoze question. Mimi wakati mimi naona kitu sikielewe mzuri, mimi kama hata mimi naanza andika. Bwana asifiwe. Amen. Uko na ikala saa moja unaanza andika. Janvier mwezi wa kwanza ilikuwaka hivi. Niligonjwaka lakini niliponaka ai. Est-ce unakumbuka kitu nilipona mu Janvier? Mwezi ya kwanza. Kumbuka ile mwezi ya 4. Gisi shida ilikuwaka na kufuata. Lakini ukalipa nyumba. Lakini ukaendelea kuishi na uko mpaka leo. Hawezi jiuliza. Andika, unaandika tu pale hivi. Vile ndio vinachaka tukue reconnaissance mbele ya Mungu. Vile ndio vinachaka tunashindwa kwenda na Mungu mbele ya Mungu na sifa na kumshukuru. Lakini Mungu magharibi ya leo anapenda maisha yako ibadilike. Anapenda kuwaza yako ibadilike. Amen. Na wakati itabadilika, hizi makamba yote itakuwa imekatika. Unajua mahali ambako Mungu na shetani wanapiganiaka tu ni mkichwa wa mtu. Mungu apiganie na shetani mroho ya mtu jamais. Kichwa, ile gani, bongo, konyosti. Ile ndio shetani anawindaka na Mungu naye anaiwinda. Ndio maana alinituma ni sukule. Bwana asifiwe. Niko sasa mimi kwa niko na waombea, mimi naangalia watu wengine, niko sasa niko na banyola, niko mu salon de coiffure, niko na tosha manywele kukichwa za watu. Mimi nanyola. Mungu hii nao ni nini? Asesukula ile kichwa mzuri. Bwana asifiwe. Je vous aime tellement. Hii kanisa nawapendaka sana. Mimi nawaombeaka, mimi naikala, mimi nasema Mungu leo mimi napenda unisikie. Jutu ya bali. Lakini wenyewe mimi naonaka. Mungu sasa c'est vrai, lakini jua nini hivi? Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi naangalia inakuwa sasa watu wanakia wanapangana kusalo. Niko na bros. Ile bros ya kusukula ndio niko na sukula batu mkichwa. Na kweli uko naangalia uchafu iko natoka mkichwa mwenyewe. Ça c'est quoi Seigneur? Les têtes des gens. Vita ya ni hapa ni akili tu. Ukashanje kidogo akili yako. Utaanza unaona Mungu anakuwa na mafacilite moja. Yanaweza kumotive urahisi moja zinakuwa kwa Mungu. Hauzionaki ni sababu tu ya akili yako. Bwana asifiwe. Amen. Nilipanaka hapa mfano. Mimi nasema nilikuwa na hamu, nilikuwa natembelea Karavi 4. Sasa Karavi 4, unaona mtu mimi naweza nitoka kwa kanisa. Mtu ananiambia, si utupatie lift tutatuacha pale Kurompwe. Mimi naangalia sasa hapa lift ifo nishuke tena mugari, nikisha shuka nimfungulie kiti njoo aingie. Kaambia Mungu la pastor mzima, mtumishi na wengine mimi nawaachaka saa moja jutu ya uvivu mimi ona shiriki toke twende mbio wasikie tulomba lift tuanze kufungula kiti, njia uanze tosha. Kaambia Mungu ona niko na besoin ya gari. Yenyewe mwenyewe kuna hamu ni mbebe, anaingia tu kule nyuma yeye peka anajifungulia. Bwana asifiwe. Amen. Sikufungaka. Sikuombaka hata sana. Bwana asifiwe. Amen. Niliangaliaka tu mimi naeneza zile pesa mu miezi 3. Kuna mara mimi naletaka vitu
binafanya hata miezi 6 kutoka China, lakini miezi 3 nikaeneza pesa ya kuuza gari inafanana gari ya pasta. Nikanunua gari ya pasteur. Bwana sifiwe. Amen. Yenye mtu anakuya anajifungulia yeye peke kule nyuma. Sitashuka kwanza, descendez d'abord, on va faire entrer notre frère. Non, hapana vya vile. Mungu anarahisishaka maisha wa ndugu yangu. Kama lakini unabanana njoo naye tu. Wakati hiyo association yako unaikatala, nisichangane na hiyo ya dunia, lakini changane tu na Yesu. Amen. Amen. Huko mtu hapa iko najiuliza, moyo yake iko nasikia, anajiuliza sasa ndaji ambatanisha na Yesu aye. Bwana asifiwe. Amen. Kujambatanisha na Yesu ni kukatala vile vyote ndio unawaza sema ni advantage utakuwa nayo kule kubatu, lakini unasema Yesu, mimi nafatana na wewe na mimi sindafatana na wewe, nionee kwako sasa. Haupatake kwa Yesu, juu iko najiuliza sasa huyu mtu iko nawaza nini? Anawaza mgulu moyo kafua huku na ingine huku. Si nikampatia vitu atenda vifanya juu ya bakule. Sorry. Unaweza kujimagine wewe siku yenyewe unarudia kule kwenu wakwambia sasa wewe mwenyewe utauza mbuzi yenyewe watafanya nao kafara juu ya nini? Na makuta Mungu alikubariki nazo. Ile neno eske nasikilika mwiki Kiswahili au juu ya makumbusho. Ununue mbuzi ambao watatoa kafara. Mungu anakubariki, lakini bali kuchagula hii mwaka wenye utanunua mbuzi ya kafara. Unaona mtu Mungu anataleta kwa Mungu, unamuona Mungu. Mungu yuko Mungu. Donc ndio nakuelewesha tu juu ya nini hawabarikiwa. Juu ya nini hauna iraha. Bwana asifiwe. Amen. Mbuzi yetu tutatoa kafara hii mwaka ni wewe. Aiwe. Bene una gonga. Ambatana na Yesu manake. Bwana asifiwe. Ambatana na Yesu. Mimi nishaona mtu anakia tumombe balenda mtoa kwa madawa juu mamake akonosha tomate. Nyanya. Mtoto wako garçon wa bien, mtoto wa kwanza. Wao watoto wa kwanza tuko na mashida. Kwa mtoto wa kwanza huko. Papa Amadi. Huyu. Papa, sisi tuko tunaomba différemment. Tusiko tunaomba sawa tu yote. Wapili watatu. Hapana. Mtoto wa kwanza. Bana mtwala wanaenda mpana madawa, mama anzosha tomate. Bana mwambia anze uza nyanya. Nyanya. Ulete kiamana. Kiamana yake ni nani? Yule garso wake. Kijana anakuja yeye iko anajiluma lulimi. Sasa mimi nilisha participer kwa deliverance, nishakafanya ufungulivu hii moya marabu. Sasa unaona luma sasa anatema damu mpaka anipeke mimi nasikia boka, mimi nasikia huruma. Sasa garçon vraiment, lakini unaona ufungulivu ni komba. Tunakululana mpaka saa 8 ya usiku. Saa 8 ya usiku ale anakuwa kama anabakia kimya. Mama sasa anaanza lia mchumba. Tension yangu inashuka. Mama, kama tension inashuka kia tu kunikuombe, juu tension hayo iko kwanza betu madizana nao. Hiyo pressure. Bwana sifiwe. Amen. Sasa mwile pressure anakuwa msalo, kufika tu wakati ananiona anaanguka chini. Sitting room. Sasa ni pressure njena kwa Mungu. Vraiment naomba Mungu anisamee na yeye munisamee. Delphin, unisamee na wewe. Niliendaka kwa mfumu, juu ya kuuzisha hizi nyanya. Kwa mganga.
niuzishe. Sasa mwenyewe aliniambia kanilete, sasa nikulete wewe. Njoo nikaleta huyu. Na ndio maana tension ilipaswa ikume. Sasa hiyo pressure ulome mtoto wako huyo. Bwana asifiwe. Amen. Kweli alifunguliwaka na mama akafungua, lakini ujulize. Njoo kuuza nyanya. Mimi akose magari. Ifo unaona niuzisha bei ya sana. Bwana asifiwe. Juu mimi kwangu siwezi itika. Kuna kuuza juu ya nyanya. Ujuzi. Vraiment. Kanisa la Bwana. Unaona dunia haikuwa na huruma na shida. Sisi ndio tunakuwa na huruma na dunia. Lakini hapo inatunyongaka modele ya bien, ya mzuri kabisa. Yanajua huyu nishamwikalisha. Ndio maana mie sichezake na vitu mwa mapepo, vitu moya kutime, vitu moya ndasaga mpaka nisikie pepo wana roho moto inaniwakia. Sirumi yake pepo mimi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa mtu omba, basi Mungu unaona tu peke kisi niko. Kisi yuko. Pepo anaona kuangalia. Pepo anaona kuangalia anasema haki yangu na kunyonga. Amen. Bwana asifiwe sana. Ufungulivu zingine haiko mpaka nikufikie. Mimi nakwambia tu hapa unachukua hiyo uamuzi na unafunguliwa. Haleluya. Shetani iko anabana akili yako. Anakubakilisha fasi moja. Iju usichekaki, baki uko na lia. Baki tu wewe ndio mahitaji kila siku. Baki wewe tu ndio mwenye vitu vya dunia. Lakini babako wa mbinguni alinitosha mbali, ananileta hapa juu nikwambie, leo akili yako ibadilike. Leo uanze kucheka. Leo uache kulia. Leo ukue mbele yake. Leo association, ukue na association na yeye. Leo uanze kudharau zile vitu ambazo nakukokotaka nyuma. Leo uchukue decision kubwa ya maisha yako. Si umelapa? Chukue uamuzi. Si umelapa? Kama utakuwa mtu wa kucheka. Sasa kama utakuwa mtu wa kucheka, cheka maisha yako yote. Isaka akutembelee. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapana kuhurumia dunia. Unajua sheba Kristo, tunakuwa na shida sana, tunakuwa gentil. Na japo sio unaka gentillesse kama ni fruit ya Saint-Esprit. Haikwake. Gentillesse haiko fruit ya Saint-Esprit. Kuwa wema sana. Kindness. Si ndio mwangu. Gentillesse, kindness. Haiko tunda ya Roho Mtakatifu. Na kama muangle wanaandika vile wanainterpreta kama mbaya. Hakuna kwa wanasema gentil, il faut être gentil. Lakini si bon, de toutes les façons je dois être gentil. Non. Usimame. I can see your mighty power.